chuki. Grace Ng'ang'a, KTN. Huku hayo yakijiri, kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua amekamilisha ziara yake katika kaunti za Embu na Meru ambako amekuwa akitafuta uungwaji mkono na kuimarisha umaarufu wa chama chake cha DCP. Gachagua vile amelazimika kufafanua matamshi yake hapo awali ambayo baadhi ya viongozi walikuwa wamesema ni ya uchochezi. Mwanahabari Clement Masombo anaarifu zaidi. Aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua amekamilisha ziara yake ya siku 5 eneo la mashariki ya Mlima Kenya ambako amezuru kaunti za Embu na Meru. Akiwa kwenye ziara hiyo, Gachagua amehutubia mikutano kadhaa ya hadhara akiwa na ujumbe wa kuunganisha eneo zima kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 na kutangaza kuwa Rais Ruto amekuwa adui mkubwa wa jamii za Mlima Kenya. Tumekubali hiyo matusi. Ni sawa, haidhuru. Umesema sisi ni mafisi. Basi sisi tutafanya kazi ya fisi. Mwaka ujao hao mafisi ya Bore wataamuka mapema, watakuja kwa kituo, watakula wewe Kasongo, watatafuna wewe Kasongo. Na huku mjadala ukiendelea nchini kuhusu siasa za uchochezi, Gachagua ametumia fursa hiyo kufafanua matamshi yake ya awali kuhusu kuua nyoka na mayai yake. Amejitetea akidai aliashiria jinsi atakavyokabiliana na Rais Ruto na wafuasi wake kwenye uchaguzi mkuu ujao. Sisi tuseme hatuna hate speech. Sisi tunatumia figurative language kwa sababu sisi ni wanafunzi wa literature. Kuua nyoka ni kufukuza William Ruto kwa kura. Kuua mayai ni kufukuza wafuasi wake wote kwa kura. That is what we mean. So NCIC, kama mnataka explanation mniandikie barua, nitajibu nyinyi. Vile Gachagua ameibua madai kwamba Rais Ruto ameanza kuhangaisha naibu wake Profesa Kithure Kindiki na kuanza kukumbatia viongozi kutoka maeneo mengine kama vile magharibi. Huyu Kasongo akimalizana na wewe atakuhangaisha vile alinihangaisha. Sasa huyu Kindiki amehangaishwa, wanamtusi, wanamkosea heshima, lakini sisi hatujali kwa sababu nilimuonya. I told Professor Kindiki, don't dance on the grave of your brother. Ziara ya Gachagua ya mashariki eneo la Mlima Kenya imejiri wakati ambapo baadhi ya wandani wa Rais Ruto wamekuwa kiendelea na shinikizo za kugawanya eneo la Mlima Kenya. Wamedai kwamba sehemu ya magharibi ya Mlima Kenya imekuwa uongozini kwa muda mrefu bila kupeleka manufaa mashariki ya mlima. Clement Masombo, KTN. Mtazamaji wa